Bwana, leo katika VAR nimekusogezea mechi yenye utata zaidi kuwahi kuishuhudia tangu nianze kufuatilia soka. Mechi iliyozua gumzo na kashfa kubwa kwa chama cha soka cha Ulaya UEFA, na pia kupelekea baadhi ya mashabiki kutokuwa na imani na aliyekuwa rais wa UEFA kipindi kile, Michel Platini. Mechi hii bwana ilikuwa ni baina ya Barcelona na Chelsea mwaka 2009, nusu fainali ya UEFA Champions League ndani ya Stamford Bridge. Chelsea na Barcelona. Hii ni raundi ya pili, ni mechi ya raundi ya pili ambayo naizungumzia. Ambapo raundi ya kwanza Chelsea alienda kule Nou Camp wakacheza na ushindani ulikuwa mkali sana. Mechi ilikuwa nzuri na kuvutia, lakini ndani ya dakika zote 90 hakuna aliyeweza kufanikiwa kuona lango la mwenzake. Sasa ni zamu ya Barcelona kuja Stamford Bridge. Na refa wa mchezo huu bana alikuwa bwana mmoja anaitwa Tom Ovebo. Tom Ovebo alifanya kitendo cha kikatili sana siku zile. Aliwaumiza mashabiki wa Chelsea mioyo yao. Yaani ni matukio ni mengi yaliyotokea sana ndani ya mechi hii, lakini yote alifunika na mengine alitoa maamuzi ya hovyo. Mechi inaanza tu ndani ya dakika 9, Michael Essien anapata nafasi, anapiga rocket moja kali sana, anapiga volley moja kali, inaingia moja kwa moja mpaka kambani mwa Barcelona. Victor Valdes aliona moto tu. Essien anawatanguliza Chelsea kwa goli moja. Watu wote wakajua leo Barcelona kuisha habari yake. Barcelona leo kapatikana. Dakika ya mwanzo, dakika 9 tu Essien anatupia goli na Chelsea wanaongoza. Mechi ikaendelea mpaka karibia mwisho mwa kipindi cha kwanza. Barcelona wameng'ang'ana, wamefurukuta kina Yaya Toure, lakini wapi? Kipindi cha kwanza kinakaribia kuisha, Malouda anapata nafasi nyingine ndani ya box, anamgeuza Dani Alves. Anajaribu kumgeuza tena Dani Alves anapita na Malouda mzima anamwangusha chini, lakini Tom Ovebo anakuja anasema ni foul, iwekwe nje ya boksi. Bwana, watu wote walisimama wakapiga makelele, mashabiki wa Chelsea wakalalamika, lakini ndio hivyo, Tom Ovebo alishaamua, mpira ukawekwa nje, free kick kuelekeza lango la Barcelona. Kipindi cha kwanza kikaisha namna hiyo, Chelsea anaongoza na goli moja na amenyimwa penalti moja. Kipindi cha pili kinaanza, dakika za mwanzo tu Didier Drogba anapata nafasi nyingine, ni yeye, Eric Abidal na kipa. Lakini wakati Didier Drogba anaingia kwenye box, anataka kujaribu kushuti, Eric Abidal akaja akamvuta Didier Drogba akamwangusha chini. Lakini Tom Ovebo akakataa, akasema hakuna penalti, nyanyuka, cheza mpira. Tukio jingine ni hili la Didier Drogba na Yaya Toure. Naona Didier Drogba na Yaya Toure wanashindana nguvu hapa nje ya box, wanashindana nguvu mpaka Didier Drogba anapata nafasi ya kuingia ndani ya box. Lakini Didier Drogba anaingia na mpira ndani ya box, wakati anaingia tu na mpira, Yaya Toure anakuja anampiga kwa nyuma na kumwangusha. Lakini Tom Ovebo, just imagine, hii pia akaikataa, akasema ni soft touch na hakuna penalti, endelea na mpira. Wakati huo wote Barcelona wanajitafuta warudishe goli, wapate goli la away, Chelsea yawe na goli lake moja la nyumbani, Barcelona hiyo ameingia. Barcelona anajitafuta juu chini, lakini Chelsea anajitahidi kujilinda na kushambulia. Bwana, Nicolas Anelka anapata nafasi nyingine tena, anaingia ndani ya box, lakini Yaya Toure tunamuona hapo anakuja anamsukuma kimakusudi kabisa, anaanguka chini. Lakini hata hiyo referee Tom Ovebo alisema hakuna penalti, endelea na mpira. Just imagine ni kwa kiasi gani Barcelona alibebwa siku hii. Lakini watu wakawa na matumaini kwamba Chelsea leo anaenda fainali, kwa sababu muda huo wote Chelsea anaongoza kwa goli moja. Bwana, tukio jingine ni la Nicolas Anelka. Nicolas Anelka anajaribu kuuchipu mpira, lakini tunaona hapo Gerard Pique aliushika mpira kwa mkono wake wa kulia ndani ya box, lakini Tom Ovebo anafunika, anasema sio penalti, endelea na mpira. Bwana, mpira uliendelea na muda wote huo Chelsea anaongoza kwa goli moja bila. Zikafika dakika 90 zikatamatika. Sasa ni dakika za nyongeza na tunaona Andres Iniesta anapata nafasi, anapiga goli, inakuwa goli ni 1-1. Matumaini ya Chelsea kuelekea fainali yanafifia. Ilikuwa ni siku ya huzuni na majonzi kwa mashabiki wa Chelsea. Bwana, lakini Chelsea hawakukata tamaa, waliendelea na mapambano. Tunaona hapo inatokea kona, Lampard anaenda anapiga kona. Frank Lampard anapiga kona, ambapo mpira unakuja kwa nani? Mpira unakuja kwa Michael Ballack anapata nafasi, anapiga shuti, mpira unakuja unashikwa ndani ya boksi. Mpira unashikwa tena kwa mara ya pili ndani ya boksi, lakini Tom Ovebo anakataa, anasema hiyo sio penalti. Tom Ovebo anafunika, anasema sio penalti, mpira uendelee. Michael Ballack naona hapo uvumilivu ulimshinda, akaanza kumkimbiza refa. Refa alikimbizwa na Michael Ballack. Bwana,
Ndio ilikuwa hivyo. Barcelona walibebwa kwa kiasi hicho, na ilikuwa ni gemu mbovu au ni maamuzi mabovu kuwahi kutokea katika historia yangu mimi ya kufuatilia football. Ameshapangiwa kwamba Barcelona ndio anatakiwa kacheze finali. Watu walalamika sana, na Drogba alikuja mpaka katika kamera hapo akasema disgrace.